Shalom. Karibu tena katika ukurasa huu wa Sauti kutokea Lango la Mashariki. Ni mimi mtumishi mwenzako Neophytus Simanda. Sasa leo nimeamua nikuletee story moja hivi. Nataka nikusogezee kitu kimoja hivi. Ili ni somo nimejifunza kama wiki kama 3-4 zilizopita. Sasa niko kwenye sehemu yangu ya kazi, napiga kazi kama kawaida. Napambana na maisha na mimi kwa ajili ya kuhakikisha nafikia malengo yangu, nafikia my purpose. Kwa niko kwenye majukumu yangu 1 na 2. Sasa niko napiga kazi. Kuna sehemu niko nafanya kazi. Kulikuwa kuna mtu anakuja, anapita, anaenda, anarudi. Anaenda, anarudi, anaenda, anarudi. Sasa alikuwa anapita mbele yangu na ninapofanya kazi. Kila saa anapita, anaenda, anarudi, anaenda, anarudi. Na yeye alikuwa anafanya majukumu yake. Lakini sasa kwa sababu anapita mbele yangu, mimi ile kama inanisumbua, yani inanikera, yani naona kama mbona kama jamaa anataka yani mbona kama anataka kunipanda kichwani hivi, aone kama napiga kazi hapa, aone kama nafanya majukumu yangu hapa. Unajua Sasa niko yani na huko nafanya kazi huko, na mwana anaenda anarudi, anaenda anarudi, anaenda anarudi. Nikasema anyway, akipita tena nitamsimamisha, nitamwambia kwamba mwana, unaweza ukatumia njia nyingine kupita na kuendelea na majukumu yako. Kwa nini upite hapa? Yani like hivyo. Unajua nikasema ni lazima nimsimamishe, nimwambie. Wakati niko kwenye hiyo sasa hatua katika akili yangu na nafsi yangu na moyo wangu na roho yangu, na kama unajua unafanya negotiation mwenyewe kwamba ngoja akipita system na nitamwambia na vitu kama hivyo, kwa mbali sana, yani kwa sauti ya upole nikamsikia Roho Mtakatifu ananiuliza, ananiambia, sasa wewe nikuulize swali. Wewe unasema unampenda Mungu. Wewe unasema unataka kumfuata Mungu, unataka kutimiza mapenzi yake na vitu vyake. Unaona unachokiwaza na unachokitaka kukifanya kwa huyu mtu ni sahihi? Yani ghafla tu niliposikia lile swali na Roho Mtakatifu aliponiuliza, nikastuka. Yani kama nimeondoka kwenye ile hali, yani nikaanza kujisikia vibaya to the extent ambayo I had to repent pale on the spot. I didn't wait niseme nifike nyumbani nianze kwenye sala zangu za kawaida, nianze kuomba msamaha kwa kitu ambacho pengine rehema kwa kitu ambacho kimetokea muda ule, but on the spot nikaanza kupiga kifua changu. Sawa sana kwenye Biblia ile story ambayo Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake kwamba kulikuwa kuna watu wawili walipanda hekaluni kwenda kusali, mmoja mtoza ushuru na mwingine alikuwa ni Mfarisayo. Kwa hiyo wakati mtoza ushuru anapiga kifua chake akiomba rehema kwamba mimi ni mwenye dhambi, ndicho nilichokuwa nafanya na mimi kwamba Roho Mtakatifu, naomba unirehemu kwa mawazo niliyokuwa namwazia huyo mtu na jinsi nilivyokuwa najisikia ndani yangu, kwamba kumbe hata vile nilivyokuwa kama naona na kuazika, sikupaswa kuwa vile. Nilitakiwa niwe okay kwa sababu na yeye alikuwa anafanya majukumu yake na mimi nilitakiwa niendelee kufanya majukumu yangu pasipo kujisikia vibaya, pasipo kuona kama vile kitendo alichokuwa nakifanya kinanikwaza au kinakwaza moyo wangu, nafsi yangu. Kwa hiyo ile ilikuwa ni Roho Mtakatifu kuonyesha kwamba nina tatizo la hasira na tatizo la kukwazika kirahisi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikawa nimeomba rehema, nikamwomba Roho Mtakatifu pia anisaidie kutokuwa na hiyo hali. Pale nikajifunza kitu baada hiyo interaction mimi na Roho Mtakatifu, na huko bado nafanya kazi na bado yule mtu anapita. Nikajifunza kwamba kumbe kwenye haya maisha makwazo yani hayawezi kuacha kumfuata mwanadamu, yani hayawezi kuacha kuja. Shida haziwezi kuacha kukufuata. Au Mungu anachokiangalia ni wewe unamtegemea yeye kwa kiwango kipi katika changamoto, shida na hayo makwazo. Yani kwa kiwango kipi unamtazamia yeye. Kwa sababu ni rahisi kusema mtegemee Mungu, mtegemee Roho Mtakatifu, msikize Roho Mtakatifu, msikilize Mungu, omba Roho Mtakatifu aingilie kati changamoto unayopitia, msikize Roho Mtakatifu na kuambia kaombe Roho Mtakatifu akupe maelekezo. Lakini tunafanyaga hivyo tukiwa katika nyakati za kufanya maamuzi makubwa. Unataka kuoa, unataka kuanza biashara, unataka kufanya biashara fulani na mtu fulani, unataka kupartner na mtu fulani. Tukiwa kwenye
maamuzi hayo ya vitu vikubwa ndio tunakumbuka kusema ngoja niombe, ngoja nisikilize mchungaji wangu anasema nini, msikilize evangelist nabii ananiambia nini, ngoja nikamtafute Mungu, ngoja au umeambiwa una wito juu yako inabidi uanze kumtumikia Mungu, unaenda unafunga, unataka kumsikia Roho Mtakatifu akisema. Wakati tunasahau kwamba kumbe Mungu anazungumza nyakati zote. Yaani wakati niko pale na Roho Mtakatifu nikagundua kwamba kumbe Mungu anazungumza nyakati zote. Sio kila wakati ambao sisi tunategemea mpaka tutakapotaka kumtafuta ndo aongee na sisi. Kumbe Mungu anazungumza hata sekunde hii, pengine hata mimi ninavyoongea, ninavyorekodi video hii au ninavyoongea na wewe hapa, pengine au hata wewe unavyosikiliza video hii na ujumbe huu muda huu, pengine Mungu naye anaongea right now kupitia video hii kwako kukuambia kitu. Kwa hiyo nikajifunza kumbe Mungu anazungumza nyakati zote, wakati wote. Ni sisi tu tunakuwa tayari kuna vitu vyetu ambavyo vimekuwa kama vimeziba ile sauti ya Roho Mtakatifu tusisikie, au ile sauti ya Mungu tusisikie ndani yetu. Kwa hiyo nikasema kumbe katika kumtegemea Mungu, hatumtegemei Mungu tu tunapokuwa tuna shida au mahitaji fulani muhimu. No, tunatakiwa tumtegemee Mungu hata katika nyakati ambazo ni ndogo. Yani ni tunasema ni kitu kidogo sana ambacho kinaweza kisiwe kina umuhimu kwenye macho ya watu, au kinaweza kisiwe na umuhimu hata kwenye macho yako, lakini Mungu pia anazungumza na wewe kwa nyakati hizo. Kwa hiyo baada ya Roho Mtakatifu kuniambia vile, nikaona hapana, hiki sio sawa. I have to kuomba rehema. Nikaomba rehema na namshukuru Mungu. Baada ya kuomba rehema, pale pale nafsini mwangu nikamwambia Roho Mtakatifu, naomba nisaidie hali iondoke. Sitaki kuisikia na sitaki iwe ndani yangu, kwa sababu isije kanifanya nikawa mbali na wewe, na isije kanikosesha yale ambao umekusudia niyafanye au niyatimize. Kwa hiyo baada ya muda, baada ya kuomba maombi yale, pale pale wakati nafanya kazi, nikasikia amani ndani yangu. Nikasikia amani ambao iliondoa kile nilichokuwa nakisikia wakati ule mtu anapita, na nikajikuta tu namfurahia alivyokuwa anapita, na nilikuwa hata sijamsalimia, lakini nikamsalimia, nikamuuliza anaendeleaje, mambo yake yapoje, kazi vipi, vizuri, na yeye akaendelea na mambo yake. Basi nikajikuta tu hali ile imebadilika, nimekuwa na amani na furaha. Nikajifunza, nikasema kumbe sio saa zote tunataka tu kumtegemea Mungu tunapokuwa tunahitaji vitu vikubwa. Hata vitu vidogo Mungu bado anahitaji aone kwamba tunamtegemea, aone kwamba tunamsikiliza, na tunaweza tukasikiliza maelekezo yake na tukafanya. Hivyo basi, lengo la kwa nini nimekustimulia story hii, ndugu yangu, na wewe si ajabu kuna changamoto unapitia au una makwazo fulani unakutana nayo. Inaweza akawa yako kwenye ndoa, kwenye familia, kazini, kwa watu, kwenye daladala, kwenye usafiri, hata barabarani. Saa nyingine tunaona unaendesha gari, mara bodaboda huyo kachomekea, mara bajaji huyo kachomekea, unakuwa kama unakasirika like wewe bwana ungesababisha ajali. Kumbe hata nyakati kama hizo ambazo unakuwa unakutana nazo, au pengine kwenye daladala zako umetulia, umechomeza zako hiyo headphones, unasikiliza mahubiri au unasikiliza video yako muhimu, au kuna kitu chako unafuatilia, alafu ghafla mtu kakugonga au kakukanyaga wakati kwenye daladala au hivyo. Yani kinaweza katokea chochote ambacho kikakusababisha ukakwazika, alafu kikakupelekea ukatoa reaction au ukataka kusema kitu fulani. Hizo ndio nyakati ambazo nazozungumzia, na pia nazungumza ya kwamba nyakati kama hizo bado Roho Mtakatifu ana uwezo kukusaidia, akakupa hekima ya jinsi ya kureact na jinsi ya kujibu na jinsi ya kuact, hata kama kitu kimetokea kwako na kimekukwaza kabisa na umetendewa kosa kabisa. Kwa sababu saa nyingine unaweza ukawa mtu amekukanyaga, lakini usipomonyesha reaction ukawa kawaida, yeye mwenyewe ataona hiki kitu nilichofanya sicho sawa, atakwambia samahani. Lakini wengine kwa reaction ambazo tunatoa saa nyingine, unavyo react na yule mtu anavyoona unavyo react, sengine sasa hata sikombe samani, akaona huyu naye kitu kidogo anaburuka, anaongea kwa sauti. Kwa hiyo ni vizuri kumsikiza Roho Mtakatifu nyakati zote, na ni vizuri kufahamu ni nini anatuelekeza nyakati zote. Kwa hiyo hicho nilikuwa nataka nikusogezee siku ya leo, ili kikusaidie na wewe katika maisha yako unayoenenda. Kwa hiyo maana changamoto zipo nyingi, utaanza changamoto sema yote. Kwa hiyo nilikuwa nataka nizungumze hichi, ni share na wewe. Niambie kwenye comment na wewe kama ushakutana na changamoto kama hii, makwazo kama haya. Je, ulitumia njia gani kuvuka? Ulitumia njia gani ukatoka hapo? Kama ulimtegemea Roho Mtakatifu, ulitumia akili zako? Kwa sababu lengo la ujumbe huu ni kujaribu kurudisha katika uhalisia kwamba kwa sisi wa Kristo tuliookoka, tuliochagua kumfuata Kristo, yatupasa, inatulazimu kumsikiliza Roho Mtakatifu, inatulazimu kuisikia sauti ya Mungu katika nyakati zote, katika majira yote.
pasipo kukoma, pasipo kuweka limitation ya kwamba Mungu nitakusikiliza kwenye mambo ila kwa hili hapa. No. Yatupasa tumsikize Mungu katika nyakati zote. Kwa hiyo niambie kwenye comment, na wewe uliwahi kukutana na changamoto gani? Roho Mtakatifu akakwambia nini na umejifunza nini? Na je, ulichojifunza mpaka sasa unaona kimekusaidia kwa kiwango gani? Ile hali kama ya kwangu nilivyokuwa najisikia, na wewe pengine una hali yako ulikuwa unajisikia, je, Roho Mtakatifu alikusaidia? Je, bado hiyo hali ipo au ulishaondoka? Kwa share kwenye comment. Tutakutana nyakati nyingine, wakati mwingine tutakapokuwa na kitu kingine cha kujifunza hapa katika ukurasa huu wa Sauti kutokea Lango la Mashariki. Ni mimi mtumishi mwenzako Neofito Simale.